Saidia ndugu zako, kila kitu ni sawa. Fanya kila kitu vizuri, lakini kumbuka kusaidia watu baki, maana hao sio damu moja na wewe. Kwa hiyo damu zao zinakwenda kuteketeza damu zingine mbaya zote zenye husuda, zenye chuki. Lakini ukisaidia ndugu zako tu, damu zao zitakwenda kwa damu zako. Kila ndugu yako popote alipo atakupenda. Ndugu yako tu popote atakuwa anakupenda, anakuja ndugu tu, ndugu tu, ndugu tu, ndugu, mandugu. Lakini ukitoka nje ya mlango, chuki, usuda, vikwazo, mikwamo. Lakini unaposaidia watu baki, wanaenda kubalance maisha. We are lifted to lift others. Zaburi 41 mstari wa 1, heri amkumbukaye mnyonge, Bwana atamuokoa siku ya taabu. Why? Siku ya taabu. Ina maana unapomsaidia mtu mwingine, kila siku ya taabu mbele yako imekwisha enguliwa. Hujanielewa. Unapomsaidia mtu baki, kila siku ya dhiki, kila siku ya mikwamo mbele yako imeshafutwa. Kwa hiyo wewe ukienda ni kupenya, kupita, ni kwenda. Usidumu kupanda ngazi. Utaikumbuka sana hiyo. Namba 3. Point iliyonisaidia kufikia mafanikio nilionayo, na bado naendelea kufanya hivyo. Bado naendelea kutengeneza jeshi kubwa, kwa sababu sio kila kitu unaweza kukijua kwenye maisha. Kwa hiyo dawa ni kudumu kutenda mema. Mungu anakuepushia maadui. Unajitengenezea timu ya wanaokutakia mema, ili wewe uendelee kutekeleza majukumu makubwa zaidi. Namba 4, nilijifunza kuwa tunaokolewa na kuponywa ili kuokoa na kuponya wengine. Nimefika kwenye mafanikio haya kwa kuamini katika hili. Nimekuwa muumini mwaminifu wa neno hili, kujua ya kuwa tunaokolewa na kuponywa, yani na Yesu Kristo. Tunaokolewa na kuponywa, nilijifunza hilo, ili kuokoa na kuponya wengine. Sio tumeokolewa na kuponywa na kufurahi tu sisi. Ndio maana makanisa unakuta watu wamebaki wamekuwa ni wao wenyewe tu, sisi kwa sisi. Niliwahi mwaka mmoja sijui ni kijijini kwetu kule Singida kule vijijini, niliwahi kuona duka limeandikwa sisi kwa sisi. Hata huku likwepo. Uenda yako kila sehemu eti. Inawezekana sisi kwa sisi. Sasa makanisa sasa hivi yamekuwa ni sisi kwa sisi. Lakini Mungu amekupa wepesi, amekufanyia wepesi kukuokoa na kukuponya, ili udumu kuokoa na wengine, kuwapelekea habari njema, kuwafungua katika vifungo, kuwasaidia wavuke, wapone pia na wengine. Sio wewe tu. Wewe tu. Unasali wapi? Ngurumo ya upako, haleluya. Mimi tu. Na wenzako. Wakumbuke na wenzako. Kuna watu wana vifungo saizi wanateseka. Wakumbuke na wengine. Wafanyie wepesi waifikie nuru ulionayo.
Yuda sura ya 1 mstari wa 23 unasema, na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto. You become their hero. Wanyakue wengine, waokoeni. Anasema na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto. Nani anawaokoa? Ni wewe. Luka 10 mstari wa 9 unasema, waponyeni. Nani awaponye? Nani anawaponya? Ni sisi, kwa sababu Yesu ndio anaongea mstari. Anasema waponyeni wagonjwa waliomo, waambieni ufalme wa Mungu umewakaribia. Moja ya ujumbe wangu powerful tangu nimeanza huduma hii, ufalme wa Mungu umewakaribia. Powerful. Sema waponyeni wagonjwa waliomo, waambieni. Hii hapa ni serikali tukufu ya ufalme wa Mungu. Sasa umeifikia, iguse, upone. Kumbuka neno hili la 4, pointi yangu ya 4, katika mambo yaliyonisaidia kufikia mafanikio maishani, niliamini kwamba tunaokolewa na kuponywa ili kuokoa na kuponya wengine. We are saved and healed to save and heal others. Namba 5. Namba 5, niliamini kwamba tunapandishwa viwango na thamani ili kuinua viwango na thamani ya wengine. Narudia, tunapandishwa nini? Viwango na thamani ili kuinua, sio ili tubaki tu sisi ndio wenye viwango na wenye thamani. No. Bali tunapandishwa viwango na thamani ili kuinua viwango na thamani ya wengine. Yaani saa yoyote ukiona umeinuliwa kiwango au thamani kwenye maisha, jua kuna watu wanakudai kwenye maisha yako. Haujanisikia? Narudia. Watu wengi mnaona ni rahisi sana kuomba kuinuliwa. Nataka nikwambie hivi, saa yoyote ukiona umeinuliwa, yani umepanda kiwango fulani hivi, jua kuna watu wanakudai, hata kama huna majina yao, hawajaleta madai yao kwako. Yani watu wanakudai, literally kuna watu tayari wanakudai. Mimi kila nikipita hivi naona watu wote wananidai kabisa. That's me. Ndio maana kuna wakati naweza kusimamisha gari mahali, hawa walinzi wangu wanasimama, vipi, kuna shida? Naambia hawa vijana, tulikuwa Dar es Salaam, tulikuwa da wiki ile, tulikuwa da. Mimi nakumbuka tumeenda kila sehemu, hakuna mahali sikujulikana, kila sehemu popote pa, na nilisema basi acha nitembee wazi wazi. Maana hakuna kujificha, kila sehemu, hakuna duka, hakuna hoteli, hakuna nini, hakuna popote. Kali zaidi ni mmoja, nilipokuwa Zanzibar, hoteli Verde kule, yule mtumishi yule mwanamke yuko pale reception, akasema, samahani mheshimiwa, wewe uko na idara gani katika serikali? Nikamwambia ni serikali tukufu ya ufalme wa Mungu. Akasema ni kwa sababu nimeona wote wamevaa kama wale watu wa usalama wa taifa. Nikamwambia hata kule mbinguni ipo hiyo. Ilianzia huko wamekopi, ilianzia huko. Nikamwambia, yani unajua kwamba hujaona kwenye bustani ya Eden kulikuwa na makerubi wamewekwa na panga, wanalinda nini? Walikuwa wanalinda, eti wanalinda miti ile miti Mungu ameotesha inalindwa ile.
na watu wa usalama wa taifa, afu wana mapanga yanametameta namna. Hapana, chezea serikali tukufu ya ufalme wa Mungu. Sasa ngoja niwachekeshe kali kuliko vyote. Baada ya hapo akasema, mtumishi Jodevi kutoka Kisongo, Arusha. Sasa pale ndo nilikuwa nataka kuambia kwamba usifikiri ukishainuliwa ujulikane. Lazima uwe na nidhamu katika kujibeba. Ukiongea ovyo, ukiact ovyo, ukafikiri hawakujui, halafu anakuambia nakujua sana, mtumishi Jodevi kutoka. Sasa unawaza yale maswali yote alikuwa anauliza ya nini? Ni kwamba alikuwa anatafuta kitu cha kukuhukumu nacho. Baada ya kuwa ameelewa vizuri, walinipa heshima hoteli yote kabisa. Sasa ngoja niwaambie, tulikwenda pale Mlimani City, tumepaki, tunataka kupaki magari yetu ya msafara hivi. Wale walinzi wote wakaanza kutuwekea namna ya kupaki. Mwingine wanasema yule ni Jodevi bwana kutoka Arusha, apaki hapa. Mlimani City pale, watu wote wamebaki namna hii. Wasema hey Jodevi, wengine wanasema naomba kupiga picha na mtumishi. Sasa sana nimefanya shopping masaa 5. Masaa 5 nimetembea mle ndani, kila mtu yuko Jodevi. Sasa baada ya masaa 5 nimetoka, nimelipa vitu karibu milioni 20 na natoka sasa. Sasa wewe umelipa milioni ngapi? Kuna watu nje wanakudai. Ndio pointi yangu, narudi pale. Nimetoka nje, wale watu wote wamejipanga. Mheshimiwa mtumishi wa Bwana kutoka Arusha. Mwingine anasema leo nimefurahi kumuona Jodevi. Wanamuonaga kwenye mtandao tu. Mwingine anamueleza huyu alisaidia magereza wale Arusha, aliwapa milioni 20. Mwingine sio anamueleza sijui nani, mwingine sio anamueleza nani. Ikabidi dereva wangu akachukua hela nilimpa, akatoa 10, nikatoka mwenyewe nikaanza kugawa 20. Nikaanza kugawa 20. Hata sijui niligawa shilingi ngapi. Baada hapo tumeondoka, kila mtu anakaa njiani, pita bwana, wengine wanafanya selfie namna hii, wanajipiga na msafara. Tulienda Protea pale, tumetoka sasa, tunatoka kuna mapikipiki tumekuta yamejipanga. Ile tunatoka, mzee usituache, mimi siwajui, usituache. Nikamwambia hebu simama, akasimama. Nyie nani? Sisi tunakufahamu mzee Jodevi, usituache bwana, umetembelea Dale, usituache. Yani wanajua kila kitu. Nikawapa 50,000 wote matoe waliokuwa pale. Kumbuka unadaiwa, hata kama majina hayajaletwa mbele yako, lakini wale watu wanakudai. Unapoinuliwa, jua kwamba kuna watu wanakudai na wao wapandishe viwango na thamani. Hii point nimejifunza kwenye maisha. Tunapandishwa, ndio maana nikamwambia nilikuwa muumini na niko muumini wa hili neno. Tunapandishwa viwango na thamani, sio ili tujisikie mabosi, ili kuinua viwango na thamani ya wengine. Kwa hiyo kadri unavyojisikia raha, umeinuliwa huko kwenye gari zuri, kumbuka kuna watu wako pembeni ya barabara wanakudai. Lazima upange kusimama kufanya service to humanity. Help the people. Saidia watu. Pandishe mtu thamani, ale hata mlo mzuri kwa siku moja. Atasema kuna malaika alipita hapa hivi, akanisaidia, akanifanya, akaniheshimisha. Na hilo neno la siku hizi, akaniheshimisha, akanifanya na mimi nile chakula. Kuna mtu
Mimi mama anakumbuka mwaka 95, mama mmoja mzungu alikuwa anapita. Tulikuwa tuna project ya kusaidia watoto wa mitaani. Mama mmoja mzungu alipita mwana nje. Sasa tunafikiria watoto tuwapikie chakula gani, tunahangaika kufikiri chakula gani tunapika, tumeshapanga mipango kila kitu. Mama mmoja mzungu akapita, hatumjui, amepita nje, bibi wa makamu anapita. Hello, Kiingereza chake unajua tu ni Marekani. Wow, you're doing a very good job. Yeah, wa Marekani unajua. Yule mama ametambulisha jina tu, akatoa $500. Mwaka 95 kulikuwa hamna cell phones. Hatakuwa sikumbuki kama kulikuwa na simu za mkononi. Ilikuwa bado. Ilikuwa bado. Labda mwaka 96 ndio kulikuwa na Tritel na Mobitel. Lakini mwaka 95 nadhani ndio walianza mchakato, ila kuzipata zilikuwa bana. $500 siku hizo ilikuwa thamani yake ni $500,000. Yani shilingi kwa shilingi wakati huo. Tulionaje tuna hela? Yani yule mama ametupandisha thamani saa hiyo hiyo. Yani hiyo na sisi tukapanda thamani. Tukaanza kuwanunulia wale watoto chakula nini, kila kitu, mambo yote yakawa sawa. Lakini sasa tukawa tunasema, hivi yule mama alisema anaitwa nani? Hatukumbuki. Yani huwezi kumfuatilia, huwezi kumpigia simu, hakuna email, hakuna nini. Imeisha hiyo. Ni kwamba Mungu amemtuma kama malaika njiani, amekuja amekusaidia. Huwezi kuuliza chochote, huwezi kufuatilia chochote. Saidia watu, kuwa namna hiyo. Hebu kuwa namna hiyo. Unaweza kuwa na 20,000 ukadhani 20,000 ndogo. Inawezekana kuna mtu anahitaji shilingi 500 tu. Unaongelea 20,000, kuna mtu anahitaji 1,000 tu. Wewe umepiga magoti unaomba hapa, Mungu nisaidie nipate 20,000. Kuna mtu analia, baba saidie 1,000 tu. Yani maombi yake yanasumbua kila mtu, lakini anachoomba ni sasa wewe si utoe tu katika hiyo 20 ulionayo. Wewe unaomba 100,000. Hebu toa mfukoni una 50,000. Toa 10,000 mpe huyo. Mwambie wewe usipige kelele, hebu rudi kwenye kiti. Rudi kwenye kiti na 500, 5,000. Hebu rudi kwenye kiti, Mungu ameshakujibu. Umepata 5,000, 1,000, sio unaomba 1,000. Sasa umepata 5,000. Yaani 1,000 zimekuwa 5. Rudi kwenye kiti, niache mimi niongee na Mungu mambo ya muhimu. Kuna mambo makubwa, kuna miradi mikubwa nataka kuongea naye. Sasa unapiga kelele kwa shilingi. Sasa nyie mnaacha watu wanawapigia makelele nyumbani. Wewe uko kwenye nyumba yako unasema, hii nyumba ya jirani wanapiga makelele wanaomba. Nenda kawafanyie mema wewe, acha mambo ya kuongea vitu kama hivyo. Nenda kawafanyie mema. Watu wanamtafuta Mungu wao sahihi. Wana shida. Wepesi unao, wao wanaomba Mungu nifanyie wepesi. Wewe wepesi unao. Umekaa ndani una 3,000,000. Unasema, hao jamaa wanapiga kelele, kesho tuende kwa katibu wa kijiji. Na ukienda na mambo yako yataanza kuharibika tangu siku hiyo. Unaanza kushangaa mkono wa mtu. Kuna machozi ya watu pia. Wafanyieni watu wepesi. Wafanyieni wepesi wapite na wao jamani. Maisha yashakuwa tight, hebu wafanyieni wepesi kidogo. Hebu tufanyiane wepesi kidogo jamani. Sema haleluya. Yes, tufanyiane wepesi jamani. Mambo yashakuwa tight, hebu tufanyiane wepesi. Tuache kuwekeana ugumu. Wewe unachowaza huyu anapiga kelele. Jamani, hata kama kuna mtu ananisikia huko kwa hii speaker huko nje akasema Jodevi huko kanisani anapiga kelele, njoo tupatie $50,000. Tufanyie wepesi.
ili tujenge kanisa, tuweke soundproof. Hebu fanyia wapesi na wenzako. Tunapandishwa viwango na thamani ili kuinua viwango na thamani ya wengine. We are valued to value others. Samuel wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8. Humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jehanamu, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameweka ulimwengu juu yake. Point kubwa, humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jehanamu. Wafanyie wepesi wengine. Ya 6, halafu tunakuwa tunaenda ya 7 na ya mwisho. Niliamini kwamba tunaongezeka kwa kutoa. Hivyo tu. We gain by giving. Simple. We gain by giving. Yani nitapata zaidi kwa kudumu kufanyaje? Kutoa. We gain by giving. Tunaongezeka kwa kutoa. Ukitaka ukome kuongezeka, jibu koma kutoa. Acha kutoa. Hapo hapo utakuwa ni kama mti ambao umeukata mizizi yake chini. Umeenda kule chini, mti juu umestawi, lakini chini umefanyaje? Umekata mizizi yote. Ule mti ndio umefikia mwisho kufanyaje? Kukua. Kwa sababu hauwezi kunywa tena, hauwezi kunyonya tena kutoka chini. Umeukatia zile nguvu zake. Ukitaka ukome kufanyaje? Kuongezeka, acha kutoa. Lakini ukitaka udumu kufanyaje? Kuchanua na kuongezeka, dumu kutoa. Mithali 11 mstari wa 24. Kuna atawanyaye lakini huongezewa zaidi. Mstari na upenda sana. Kuna mtu anaweza kusema, Jodevi anatoa, si ataishiwa huyu. Mungu wangu haishiwi. Yani mimi nikishaanza kuhisi tu Mungu ameanza kuwa maskini, na mimi naacha kutoa saa hiyo hiyo. Nagundua boss tayari kishafilisika. Lakini yeye anasema dhahabu zote ni mali, fedha ni mali, mbingu na vyote vinavyoijaza ni mali. Huyo ndio bosi wetu. Unadhani kwa nini serikali za dunia zinatoa msamaha wa kodi kwa makanisa? Zinaheshimu kwamba madini ni mali ya bosi wao. Kwa hiyo wacha tuwafanyie wepesi. Hilo neno naona leo limekuwa zuri kweli. Wacha tuwafanyie wepesi. Wakiagiza magari tuwafanyie wepesi, wahubiri Injili, ili Bwana huyo bosi wao Mungu aendelee kutubariki serikali yetu. Serikali zote duniani mpaka Marekani wote wanatambua hilo. Wanatoa msamaha wa kodi. Japokuwa na sisi nao mara nyingine unapewa msamaha wa kodi unachezea tu. Mimi ndio maana gari zangu nikinunua nalipa kodi moja kwa moja. Nachangia maendeleo ya nchi yangu. Naipenda nchi yangu Tanzania. Nachangia maendeleo. Lakini ningekuwa kuomba mimi msamaha wa kodi, ningeomba kila kitu nilicho nacho kingekuwa ni msamaha wa kodi. Na nayo haki. Nayo haki ya kusamehewa kodi. Kwa sababu mbingu na vyote vijezavyo dunia, fedha, dhahabu, nini, kila kitu, almasi, nishati mbalimbali, kila kitu ni mali ya Mungu.
kumbuka hili neno, tunaongezeka kwa kutoa. We gain by giving. Sasa huu mstari hapa unasema kuna atawanyaye lakini huongezewa zaidi, kuna azuiaye isivyo haki lakini huelekea uhitaji. Umewahi kuona mtu mchoyo anazidi kuwa maskini? Mtu mchoyo akishika 300,000 anataka aiweke mpaka mwakani. Kila siku anatoa 1,000, 1,500 anatoa. Katika jambo niliwahi kuona ambalo halina mambo ya mke mume wala nini, swala la fedha. Nao hiyo ni uzoefu katika maisha. Nishawatolea mfano siku moja, nikasema ukiwa na 500,000 ulioihangaikia kwa shida, ukaiweka kwenye mto chini, alafu wewe mama ukatoka umeacha hela yako, ulivyokuja ukakuta baba amesogeza ule mtu kauweka upande wa pili, kitu cha kwanza bila kujali kuna ndoa hakuna ndoa, utawahi kuangalia hela zipo aliyosogeza huu mtu. Yani hizi hela zipo, ukizikuta zipo unasema baba nani, unaendeleaje? Lakini ukizikosa utaanza kusema, sasa maneno yataanza hapo kuzira nini, vitu vyote vitaanza kupangana mstari. Hata kama ukikuta zimebaki 455 na senti 60, utataka kujua hizo zingine nani kamega na ilikuwaje zikachukuliwa. Mwanaume inabidi ajieleze hapo, haitakiwi tena maelezo ya cheti cha ndoa, hakitasaidia kitu. Tukae vizuri jamani. Pointi ya mwisho kwa siku ya leo, kati ya mambo 7 yaliyonisaidia kukua au tuseme kufanikiwa maishani, point namba 7 na ya mwisho kwa siku ya leo, nilijifunza kwamba tunavuna kwa kupanda. Tunavuna kwa kupanda. We reap by planting seeds. Tunavuna kwa kupanda mbegu. Hakuna mavuno bila kupanda mbegu. Ndio maana ngurumo ya upako, unaona watu hata nikiongea hivi unaona wanakuja wanafanyaje? Wanadumu kupanda. Kwa nini? Kwa sababu ni imani niliyojifunza nikawaingizia kwamba tunavuna kwa kupanda mbegu. Hakuna mavuno pasipo kupanda. Usiexpect kuvuna kitu, usitazamie kuvuna chochote kama hujapanda kitu chochote. Amen ya mdomo bila mbegu haileti mavuno. Kwa maneno mengine nasema, hata ungekuwa muombaji vipi, lakini kuitikia amen peke yake na usifanye chochote, hutavuna chochote. Mbegu zina faida sana. Unapopanda mbegu, unavuna kwa wakati wa Mungu, kwa sababu una mahitaji mengi. Huwezi kujua ni mbegu ya aina gani katika unazopanda itakayokuletea majibu ya haraka. Kile unachopanda ndicho unachovuna. Mhubiri sura ya 11 mstari wa 6, asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usiuzuie mkono wako kupanda mbegu,
kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au kama zote zitafaa sawa sawa. Tiki. Hilo ni neno kutoka kwake mwenye hekima, Mfalme Suleiman. Dumu kupanda mbegu zako. Haya ni mambo 7 niliyojifunza. Akaunti yangu katika ufalme wa Mungu haiko tupu, kwa sababu nimedumu kufanyaje? Kupanda. Nimepanda mara ngapi? Tena na tena na tena. Malizia. Mpaka lini? Mpaka lini? Yes. Biblia inasema kadri ardhi ilivyo inavyodumu kuwepo, ndivyo mbegu zitakavyodumu kupatikana kwa ajili ya kupanda. Sababu hiyo misimu ipo, ni lazima tutadumu kufanyaje? Kupanda. Mambo 7 yaliyonisaidia kufanikiwa maisha, my lifestyle. Nimefikia hapo kwa siku ya leo.